Unapoomba maombi ya asubuhi, mwambie Mungu, nivue vazi lolote la uovu, nivue vazi lolote la mabaya. Uwaga tunavalishwa vitu kwenye ndoto. Uwaga tunavalishwa vitu kwenye maono ya usiku ambayo hayatokani na Mungu. Unaota ndoto unalishwa vitu, unaota ndoto unanyoshwa vitu, unaota ndoto unatembea peku barabarani. Wakati mwingine unaota ndoto unakimbia uko uchi. Wakati mwingine unaota ndoto unajisaidia barabarani. Wakati mwingine unaota ndoto nyumba yako imevamiwa au sehemu yako ya kazi imevamiwa. Na ndoto nyingi sana ambazo huwa zinatokea. Wakati mwingine unaota unapambana na mtu, unapigana na mtu. Ukishtuka kwenye zile ndoto, usiseme ni ndoto tu. Na mwingine ina ndoto ile inakuwa halisi. Wakati mwingine unaota ndoto unaomboleza msiba wa mtu unayempenda. Ukitoka kwenye ile ndoto useme, afadhali, afadhali ilikuwa ndoto. No, usiishie kirahisi namna hiyo. Kuna kitu umevalishwa kwenye ulimwengu wa roho. Wakati mwingine unakuta wewe ni mwanamke unaota ndoto unazini na mwanaume ambaye sio mume wako, na wakati mwingine wewe ni mwanaume unaota ndoto unazini. Yaani kuna kitu unavalishwa, kuna vitu unavalishwa. Mtu anaanza kujiuliza, hiki kitu mimi nimetokana nacho wapi? Unakuta kuna tabia inaanza kukusumbua au kuna roho inaanza kukusumbua, na vitokeagi siku hiyo hiyo. Unakuta uliota miezi 6 iliyopita, uliota miezi 3 iliyopita, alafu unashangaa unaenda unakutana na kitu fulani kigumu mahali, mpaka unajiuliza ni mimi au ni mtu mwingine. Ghafla kumetokea uzito wa kuomba, huwezi kuomba kabisa. Unafikiri hicho kitu ni cha leo, kumbe ulivalishwaga hilo vazi miezi 3 iliyopita. Unashangaa ghafla huwezi kabisa kufanya shughuli zako kwa wepesi. Kila kitu kinaanza kuwa kizito, Unasema ni nini hii lakini imenipata? Kumbe kuna kitu ulivalishwa na haukukivua. Utaelewa kwa nini Biblia inasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi anakutafuta mchana na usiku.